Mme wangu, samahani mme wangu, samahani, nisamehe, mimi sirudi tena. Yaani leo hiyo ni onyo tu. Sasa picha kamili utaliona siku ambayo utarudia tena kosa kama hili. Na hapa nataka nimuite mama yako, nimuite baba yako, nije niongee nao. Manake wewe siku hizo umeanza tabia mbovu. Hapana mme wangu, mimi sirudi tena kwa sababu leo imetokea bahati mbaya tu. Hebu toka mbele yangu kwanza. Alafu nenda jikoni ukaandae chakula. Alafu baadaye niekee, nataka nije nile. Sawa Mr. Kitova mume wangu. Ngoja nikakuandalie. We Keti. Naam anti. Hamu njoo hapa mja walana wewe, usinikaushi sauti mtoto wa mwanamke mwenzio. Anti nakuja anti. Usitaki kuniambia kwamba zile nyama, mayai, samaki, kuku pamoja na matunda na juisi ndio umevila wewe peke yako humu ndani? Hapana anti. Mbona mimi sielewi kitu? Mimi hata kula sijala mpaka sasa hivi. Humu ndani hatufugi paka, humu ndani hatufugi mbwa, yaani humu ndani hamna watoto wadogo, yaani humu ndani nilikuacha peke yako na nikakwambia uwe makini na kila kitu. Sasa nitaka uniambie hivi vitu umepeleka wapi? Umekuwa na tumbo la tenki au? Huyu sijakuwa misondo. Sasa nataka utoke ukanunue vitu sokoni mbio, alafu urudi hapa uje umpike baba yako, alafu muandalie pale na kusubiri. Karibuni wazee. Vipi hali ya nyumbani huko inasemaje? Okay, asante, tunashukuru baba na tumekaribia, asante sana. Baba na mama nimewaita hapa nyumbani. Kuna jambo la huyu mke wangu nataka tuliongelee. Amefanyaje tena? Kwani kuna shida yoyote tu mpaka sasa hivi mkwe? Juzi nilirudi nyumbani kutoka kwenye safari zangu zile za biashara za nje ya nchi, kwa sababu nilisafiri kama wiki 2 hivi. Ila nilimwambia mke wangu kwamba nitakaa mwezi mzima, lakini kuna baadhi ya mambo yalitokezea, kwa hiyo nikawahi kurudi. Baada ya kurudi sikumkuta nyumbani. Nilifika kama saa 7 hivi. Lakini cha kushangaza nimepiga simu zake hazipokelewi. Lakini pia vile vile amerudi hapa nyumbani saa 3 za usiku. Sasa nimejaribu kuongea naye mpaka sasa anashindwa kuniambia wapi alikuwepo. Na kwa mujibu wa taarifa nilizozipata kutoka kwa huyu mtoto wa kaka yake, ananiambia kwamba huyu ana tabia ya kutoka kila siku. Na kawaida yake anakuwa anakwenda kudanga huko. Kwa hiyo hebu mama na baba mnisaidie hili. Hakuna shida baba mkwe, tutaongea naye vizuri na nitamwambia mama yake akae kitako naye chini waongee, kwa sababu ndo kawaida ya wanawake baba mkwe. Hata mimi nakaa na mke wangu, lakini kuna mambo ambayo yanatokezea mara kwa mara, ila tunajaribu kuweka sawa. Kwa hiyo na wewe itabidi uvumilie, ndio ndoa hiyo. Sawa mzee, mimi nimewaelewa, lakini ikitokezea mara ya pili jambo kama hili, kwa sababu hizi tabia mimi nakuwa siwezi kuvumilia kama hizi. Kwa hiyo ikitokezea mara ya pili kama hivi, mimi atanishinda, nitampa talaka, atarudi kwenu. Kwa hiyo naomba muongee naye vizuri, mumuelimishe vizuri. Mimi sina muda huo wa kuelimisha sasa hivi na mambo mengi. Mngesubiri kula kabisa, mke wangu anaandaa chakula jikoni huko. Naonaje mkasubiri kula kabisa, tukajiunga pamoja, tukapata 2-3, afu baadaye ndo mkaondoka. Asante sana baba, lakini sisi hatuwezi kukaa kwa sababu kuna sehemu tunataka tuwahi tuharakie. Si unajua tena kuna baadhi ya biashara ambazo mume wangu amezianzisha kule, lakini mpaka sasa hivi hatujaenda kuziangalia. Kwa hiyo tunataka tupitie kule tuangalie wafanyakazi wote wale, lakini pia vile vile kuna mzigo ambao tunataka tukawapelekee. Kwa hiyo hatutawahi bamkwe. Kwa hiyo basi hamna shida, kama mnataka kuwahi hamna shida, mimi basi naomba nikuageni. Kwa baridi hii anti atanisamehe. Yaani hapa siwezi kwenda kununua chakula alafu sasa hivi niingie jikoni. Hapa itabidi niende moja kwa moja kefu nikanunue, alafu nije nivieke nijifanye nimevipika. Maana mimi nimechoka pole sasa hivi nataka nishike jikoni mie. Kwa leo yeye baadaye nipike mimi. Nisikilize Fed. Sasa hivi usinitumie SMS usiku. Alafu pia vile vile usitume SMS mpaka nitume mimi, kwa sababu sasa hivi mke wangu tayari ashaanza kunishtukia. Kwa hiyo sitaki kuharibu ndoa yangu. Hivi msena unajisikia vizuri lakini unachokiongea?
Yaani mimi unitumie, alafu leo hii uniambie eti nisikutume SMS. Unamheshimu mkeo. We, mimi situmiwi unijui vizuri nafanyisha wewe. Na kama ulikuwa hunitaki, usingezaa na mimi. Umenipa mimba ya nini sasa? Unafikiri mimi mwanao nitamleaje bila pesa? Unafikiri mimi huduma nitatoa wapi sasa? Kwa usalama wako, basi mimi utabidi sasa hivi uniachie milioni 6 nimhudumikie mwanao na nyingine nitumie mimi. La si hivyo mimi kukaa kimya siwezi. Na ukitufanya siara nitakuja huko kwa mkeo na mtoto wangu. Maana mkeo wenyewe sijui tasa, mapaa sasa hivi hajakusalia chochote. Sawa, nimekuelewa Feti, ila si unatumia namba ile kupokea pesa? Nitazirusha basi, nitazirusha, ila milioni 6 kwa sasa hivi unisubirie kidogo. Nitakutumia 200,000 alafu baadaye nitakumalizia zilizobakia. Hapo kidogo umesema. Yaani la sivyo, mimi sikubali. Na ole wako undanganye. Nitatia timu huko na kuja mimi na timu yangu nzima. Sasa Misondo, si umekula umeshiba? Sasa kama umekula umeshiba, nitaka na mimi leo nihadisie mambo ambayo unayajua kuhusiana na anko yako. Nimekununulia kuku wangu, umetoa pesa yangu, nimekununulia juisi, umeshiba umeniambia. Sasa hivi na mimi nitaka uniambie sasa hizo habari za anko yako, maana muda mwingine mimi nakuwa sipo na kuacha wewe nyumbani na anko yako. Nataka unipe utando na ukoko, usinifiche. Hapa sijui ni cheme au nyama kimya. Hapana, lakini anko antonifanyia mimi hajaniwekea chakula. Hapa itabidi nisheme. Haya anti, sasa mimi leo compression nitaweka pembeni. Fei yangu leo halitogandisha kitu. Nitakupa kila kitu. Anti, leo wewe mimi umenifurahisha. Kwa hiyo mimi siwezi kukuacha nyuma. Nitakuanjishia. Mimi najua mengi ya anko. Hii ndio maana nakupenda Misondo. Nakupenda hapo tu kwa sababu wewe vitu vyako na kwa vifichi. Ugandi navo. Asante sana. Na juzi uliponionyesha ile message kwenye simu yako kanaambia yolo msivu mangi wewe ndo mpenzi wake. Nimeziona kweli. Asante sana Misondo. Na password ile uliponifundisha ndo ile. Sawa, sasa ni hadithi yao mengine ninataka sasa hivi. Anti, kuna mtemo unatema hivi, kiwe nacho kinguoni mwako. Yaani sijui kama utaamini. Lakini nataka kukwambia. Kwanza unamjua Mangi ndo nani? Huyo Mangi kwenye simu yako ndo nani? Sijui nikwambie au kufiche. Utaniamini lakini unamjua Anti Akeketi? Unataka kusemaje sasa kwa shoga yangu? Namjua vizuri tu. Ana nini? Yule Hiketi yule. Asiakanyonya hapa. Waya nimemaliza fija kwao, sitaki hata nyonyanyaye. Hapa tanyaja mwiji yule. Atanijazia nje hapa yule, ngoja niondoke. We Misondo, unaenda wapi? Hebu njoo. Ana nini lakini huyu? Afka nitajia shoga yangu Sesi. Kafanyaje Sesi? Jamani, anko ana mtoto wa nje. Ni kwa hiyo. Naitwa Michondo aka Ujembe Boy. Jamani, najua mnaenjoy Ujembe Boy series. Kwa hiyo mtio wavivu kusubscribe ili tuendelee kuenjoy zaidi. Najua nyote natamani pia kujua mke wa anko ameelewa kama shoga yake ndio adui yake au vipi. Na je, nini kitaendelea kwenye ndoa ya Mr. Kitova na mkewe? Kwa hiyo usisahau kusubscribe. Hii kazi ndio kwanza inaanza na mambo matamu ndio yanakuja zaidi. Jamani, sijapenda hamusafika sijapenda. Ila kama sijasahau, mwache kula peke yenu, mufutari zenu. Jamani, na mimi mnialike. Alafu kwenye comment section andika msanii ambaye anakuvutia kuliko wote. Kama ni mimi pia sema Handsome Boy hapa, Ujembe Boy aka Misondo. Niandike tu usijali. Wote episode ya 4 usikose. Pia ngoja niwachaje wana wangu wafutani ambao hawanialiki hao. Tukianja na dada yangu Bahira hujanialika futani mpaka leo. Alafu mwingine Libna aka
Mama Hija, haujanianika futari. Na mwingine Biasha, dada yangu weye. Mama Chiu weye, hujanianika na weye futari hata siku moja. Na mwingine vile vile Bitatu aka mama Mamu, na wewe hujanianika futari jamani, hata wewe jamani. Na Binudu dada yangu wewe, bado na hujanianika futari. Bila kusahau shemeji yangu Binusi, hujanianika futari na wewe. Hata na wewe unaniangalia hapo, unaniangalia nini? Wewe pia hujanianika futari. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa.